ndani yako akili iliyolala, akili dhaifu na akili njema au yenye afya. Sasa hayo ni makundi au ni hali za akili kwa mtu. Na inawezekana mwingine imelala kwenye biashara, imelala kabisa. Mwingine imelala kwenye elimu, imelala kabisa. Mwingine imelala kwenye malezi, imelala kabisa. Lakini hizo ni hali za akili, kutegemea aina ya akili katika kundi au kona husika. Kama tuko pamoja mpaka hapo kidogo nipungie mkono sasa. Sasa kitabu kile tulichosoma cha Mambo ya Nyakati anasema hivi, kulikuwa na watu kama 200 hivi, wao kwenye eneo moja linaitwa kuchambua au kujua nyakati, walikuwa ni wenye akili ya kujua nini? Nyakati. Naomba tusome ule mstari sasa vizuri, alafu nianze kuongea mambo kadhaa hapo. Anasema na wana wa Isakari watu wenye akili za kujua nyakati. Kwanza, wao akili ina uwezo wa kujua nini? Nyakati. Anasema pia kuyajua ya wapasayo wayatende. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Sasa nilichokipenda hapa kwamba kutokana na kwamba walikuwa na uwezo kwenye eneo la kujua nyakati, akili yao ilikuwa iko vizuri sana kwenye kujua nini? Nyakati. Ili wapelekea kuwafanya watu wote 3 na kidogo wawe chini ya hawa 200. Tuko pamoja wapendwa? Maana wanasema na watu wote walikuwa chini ya hawa wangapi? 200. Nikuongezee mstari mwingine. Mithali 12 mstari wa 8. Mithali 12 mstari wa 8. Inawezekana kuna mtu anataka kusifiwa, anapenda kusifiwa, labda kwenye kona yoyote. Biblia imetoa maelezo mazuri. Utasifiwa kwa namna gani? Mithali 12:8. Kama unataka kusifiwa, basi kwenye kona yoyote unataka kusifiwa, Biblia inasema hivi, utasifiwa kwa kadri ya akili zako. Ni kwenye kona husika unahitaji sifa, unahitaji kusifiwa kwenye kona fulani hivi. Biblia inasema hivi, mtu atasifiwa kwa kadri ya akili zake. Kwa kiwango cha akili kile ndio kitafanya huyu mtu asifiwe. Aambiwe safi. Wewe uko vizuri sana. Kwa sababu tukija hapa kanisani, kama kuna mtu ana akili ya kinanda, lazima tumsifie. Unataka utaki tutamsifia kwa sababu ya akili zake. Kama ana akili katika kufundisha, tutasema kwa sababu ya akili zake. Kama ana akili kwenye ukarimu, tutasema kwa sababu ya akili zake. Mtu atasifiwa sio kwa sababu ya kitu kingine chochote, kwa sababu ya akili zake. Tusome wote Zaburi 47:7. Maana Mungu ndiye mfalme wa dunia yote. Imbeni. Naelewa wapendwa? Mnaoimbaga hapa nyimbo, mnaimba kwa akili au mnaimba tu? Haleluya. Mungu ni Mungu wa dunia yote. Sio tu neno namwimbia tu. Imbeni. Sema kwa nguvu basi, imbeni. Sijakusikia. Imbeni. Haya, waimbaji pekee. Imbeni. Mungu mwenyewe alipoumba mbingu na nchi, hakuumba tu, aliumba kwa akili. Mithali 3:19. Aliumba mbingu kwa akili. Hatufanyi tu vitu kiolela holela, vitu vinatakiwa vifanyike kwa akili. Kitabu kile cha Mithali 3:19, Mungu mwenyewe akazifanya mbingu. Maandiko yanasemaje? Kwa hekima Bwana aliweka misingi ya nchi, kwa akili zake akazifanya. Haleluya, watu wa Bwana. Kwa akili zake akaifanya mbingu bila nguzo, lakini imeng'ang'ania huko haishuki. Ingekuwa kutumia akili ingetufunika siku moja, ungeshangaa tumekufa wote. Kwa sababu haina nguzo, lakini imeng'ang'ana huko na haiachii. Aliweka nguvu ya mvutano inayoitwa kani, ambayo inafanya huku chini kunafutana na juu, lakini kuna sukumana. Chini kuna baki chini, juu kuna baki juu. Watumie wa engineer wale waweke hivi kama alivyoweka Mungu. Nashangaa tu, jamani, tuna taarifa ya maangamizo. Watu wengi sana wamedondokewa kwa sababu hawakutumia nini? Akili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiona adui anakukaribia,
anaweza kutumia akili akakushinda, lakini wewe ukitumia akili utamshinda. Yeremia 20:11. Yeremia 20:11. Yeremia 20:11. Mara nyingi sana tunawashinda maadui. Mimi siondoi kwamba usiombe, lakini hata ukiomba nitakuonyesha mstari mwingine pia, omba kwa akili. Kitabu cha Yeremia 20:11 maandiko yanasema, lakini Bwana yu pamoja nami, mfano wa shujaa mwenye kutisha. Kwa hiyo hao wanaonionea watajikwaa, wala hawatashinda. Watatahayarika sana, kwa sababu hawakutenda kwa akili. Watakuja waniangamize, ila watatahayarika sana, kwa sababu hawakutenda kwa akili. Wakati Farao anaanza mkakati wa kutaka kuwaangamiza wanaume wote wa Israeli pale Misri, maandiko anasema tuwatende kwa akili. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka 1:10, akasema tuwatende kwa akili, maana hawa wataongezeka sana, wataenda kuongea na marafiki zetu wa karibu, na watawateka wale waje kwetu, na watatutenda kwa akili, na sisi tuwatende kwa akili. Kwa wakatangaza kila mtoto wa kiume anayezaliwa auawe. Akasema tuwatende kwa akili. Hiyo ni Kutoka 1:10, tuwatende kwa akili. Sasa maandiko anasema, Yeremia anasema hivi, kwa kuwa maadui wanakuja kunishambulia, mimi hawatanishambulia. Kwa nini hawatanishambulia? Kwa lugha nyingine, nina akili kuliko wao, kwa hiyo wao hawatatenda kwa akili kama mimi, kwa hiyo hawataweza kunishambulia. Mwambie jirani yako, unapiganaje vita? Unajua siku hizi sio mambo ya kuwa na mamtutu sijui na manini, sasa hivi ni akili. Mtu amekaa kwenye kompyuta anabonyeza tu neno moja, anapiga huko watu. Kwa nini? Kwa sababu akili zaidi, nguvu kidogo. Keki mwenye akili kutengeneza keki, utaona watu wote tunakuwa chini yake. Sasa tupunguzie basi. Kwa sababu lazima utakuwa chini tu ya yule mwenye akili katika eneo hilo. Unapenda au upendi, utaenda tu, utahitaji msaada kwake, kwa sababu katika hilo eneo yeye ana akili kukuzidi. Mungu alipojua kwamba akili bado ni kitu muhimu sana, kinahusika kwenye mahusiano yetu na yeye, aliagiza akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Mathayo 22:37. Kwa akili zako zote. Alikuwa anaonyesha mgawanyo wa akili kwamba ziko nyingi, lakini katika hizo akili zako zote zitumike kuweka mahusiano ya wewe na yeye. Mpende kwa akili zako zote. Muulize jirani yako, hivi wewe unampenda Mungu kwa akili zako zote? Kwa sababu akili zenyewe kwanza ni nyingi. Mwingine kwenye uinjinia kule anampenda Mungu kwa akili zake zile. Mwingine katika nafasi yake ya kuwa mlezi anampenda Mungu kweli kwa nafasi yake ile. Maana kila mahali pana akili aina yake ya kiutendaji. Je, unampenda Mungu kwa akili zako zote? Unashangaa mwingine zingine na ndio kuna kama mipaka, mtu ameweka mipaka katika kumpenda Mungu. Lakini kwenye Mathayo alipokuwa anaongea na watu wake akawaambia hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa nguvu zako, akasema kwa akili zako zote. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini hata kwa habari ya kumtumikia Mungu, hatumtumikii tu, tunamtumikia Mungu kwa akili, sawa sawa na Warumi 7:25. Warumi 7:25 anasema umtumikie kwa akili. Umtumikii tu, unahitaji akili yako tena ianze ya rohoni mpaka ya mwilini uweze kumtumikia Mungu kwa akili. Kitabu kile cha Warumi 7:25 anasema, namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu. Sitaki kinachobakia huko mbele, lakini nazungumzia kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu. Sio tu naitumikia, lakini akili zangu nimezihusisha kuitumikia sheria ya Mungu. Ngoja nikupe mfano. Umewahi kuwaza unapopewa kidonge na daktari, unakimeza wapi? Kinywani, kinaenda tumboni, alafu kinakuja kuponya kichwa. Tuache hiyo. Mtu anakuja kukuwekea mkono kichwani, anakuombea, halafu wewe una stress. Au tuache stress. Mtu anakuwekea mkono kichwani, anakuombea, halafu anakuombea wewe, lakini umesimama kwa ajili ya mtu mwingine ambaye hayuko hapa. Halafu yule mtu anafanya nini? Anapokea.
upishani mwingi sana, kwa sababu kuna wakati unaongea na mtu ambaye anatumia akili ya mwilini, anasahau ya rohoni, na ile ya mwilini inampa maelezo mengi sana na mavitabu ya kutosha anayoyafungua mbele yako, reference za kutosha dhidi ya akili ndogo ya rohoni ambayo ndio kubwa kuliko akili ya mwilini. Mwaka mmoja nilikuwa naongea na mwalimu Mgisa, tukawa tunaongea sakana tole kushuhuda mahali. Kuna shule moja iko hapa Morogoro inaitwa Wawani Sekondari. Sio kama unafahamu. Iko Morogoro hapo. Sasa mama mmoja alikuwa na mtoto wake, akaenda pale akasoma darasa la form 1, form 2, form 3. Anaongoza shuleni, alikuwa ni binti, anaongoza. Alipofika ile wanaanza tu form 4. Wafanya mtihani ya mwezi wa 3. Ghafla akaenda namna hii mbele kidogo, na tukio tutaeleza iliyotokea leo kufanya sasa, baadaye nitamalizia hilo tukio. Akajikuta wakiongea naye, halo, anaangalia tu. Jina lako nani? Asema. Unaishi wapi? Asema. Sasa kwa Kiingereza na alikuwa anakuwa wa kwanza kila siku. Yaani hawezi kuongea chochote, yaani hivyo. Wakadiscuss pale walimu, jamani, kipanga wetu, mwalimu wa geography anasema lo. Yangu jamani, na huyu naye wakamwita mama mtoto, tumeshangaa tu, tunamuona hivi haongei, jina lake hawezi kusema chochote, hawezi. Umewahi kuwaza? Haya, wakampeleka nyumbani. Mama ana rafiki yake bingwa wa nesi, akaenda akampima faster, akasema huyu bwana kuna nevu moja hapa, hiyo nevu imeminywa, imedelete kumbukumbu zote. Akaandika ripoti kwa mama. Ameambiwa na rafiki yake bingwa, mama naye anafanya kitengo fulani, lakini mwenzie huyu ni bingwa wa nevu na mama naye ni daktari. Sasa ikawa ishi pale, jamani, mwanangu kuna nevu imeminywa hiyo nevu, imedelete kumbukumbu, hakumbuki chochote. Uko form gani? Hakumbuki. Yaani hakumbuki chochote. Scenario ikaendelea. Kaja kanisani kama hivi, mama mmoja. Huyo mama mwingine sasa alipofika akamwangalia yule mama, akasema leo kama hauko sawa, akasema ndugu yangu, yaliyonikuta ni majanga. Mwenzio bwana, mwanangu anasema kuna nevu sio imeminywa, imedelete nini? Mafaili yote, hakumbuki chochote. Ile mama akakumbuka. Akaliangalia ile jambo kiroho zaidi, kwa akili za rohoni, akili za ndani. Akasema hivi, naomba umlete kwenye maombi. Mlete kwenye maombi. Wakaja kwenye maombi Jumatano jioni. Mama mwenye mtoto ambaye naye ni daktari, na huyu mwingine muombaji ambaye hata sijui ni daktari au sio daktari. Wakaanza pale, ile mama kaanza kuomba, anaendelea. Mtoto amekaa namna hiyo, anafunga tu macho, anamwangalia, anaomba. Ikafika dakika 30 anamuombea tu. Mama kimoyo anapotoa ushuhuda pia anasema, kwa kweli nilikuwa nasema mimi nimemwambia, ila anaendelea kwenye mng'ang'anizi mbishi. Nimemwambia huyu na nevu imebanwa. Yule mama anaona kingine kabisa, kwa akili ya rohoni anaona hapa sio nevu, hapa kuna kitu kingine. Mama akaomba. Ilipofika dakika kama 47, pepo likasema, umetutambuaje? Nikatoka. Unaitwa nani? Akataja jina yake. Uko form gani? Niko form 4. Mama anashangaa. Kesho kama unavyojua mama, kafika asubuhi, kamchukua mwanae moja kwa moja shuleni. Kafika. Sasa wakati mambo mengi walimuuliza pale. Kwaje? Akasema mimi na rafiki yangu alikuja akahamishiwa pale, ni mgeni. Alipofika akaomba dafa langu la physics, alipochukua akaliandikia, akatumia tu. Baadaye nilirudishia, nikaona kuna ukurasa mmoja haupo. Ila nilipofungua ukurasa, nisipouona tu ile ukurasa, akili yangu ikapotea hapo. Kwa hiyo sasa mama ndio anakuja shuleni, anaingia ofisini, jamani walimu, hiyo ni kama 4-5 zimepita. Mwalimu anasema, umekuja na mwanao? Vipi anaendeleaje? Kila mmoja anawaza, yangu jamani. Mwalimu akasema, huyu hapa mwanenu, muulizeni. Hello, how are you? Akajibu. Akajibu. Mama nini? Akasema, kwanza mniambie, kuna mtu mmoja hapa amekuja mgeni. Mama acha paniki. Mniambie, yani huyo ndio anasababisha haya yote. Sasa
Mwalimu mmoja alikuwa ndo anaingia kwenye ofisi namna hii, na amekutana na huyo mtu anayetajwa kule nje, anaelekea Maliwatoni vioni namna hii. Ndio alikutana naye mwalimu aliyeingia saa wakati anakuta story inaendelea ofisini. Yule mwalimu akasema, huyo yuko. Nimekutana naye sasa anaenda chooni. Walipoenda huko chooni, madarasani, ndio mpaka leo haonekanaje huyo mtu tena. Niambie kwa kutumia knowledge yako ya kawaida ya intelligent quotient, explain. Pigie Bwana makofi anayetenda katika jina la Yesu. Shangilia sana kwamba Mungu anafanya na anaweza kufungua watu kupitia akili ya rohoni inayoweza kutambua mambo yaliyojificha. Kuna kesi sio za madaktari. Kuna kesi sio za kawaida. Kuna kesi zingine ni za rohoni. Na mambo ya rohoni yanahitaji akili ya rohoni yenye uwezo wa Roho Mtakatifu wa kutambua na kuweza kujua. Na ndio maana wakati mwingine hata tunapoomba unaweza usielewe sana, lakini kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho vinatokea na Bwana anafanya kwa sababu akili zake hazichunguziki. Yeye yuko juu sana kama mbingu ilivyo juu. Maandiko yanasema akili zake hazichunguziki. Mawazo yake yako juu sana, sio kama mawazo yetu. Tunaweza tusielewe anapotuambia madaktari, lakini Bwana anasema mimi nikuponyaye, mimi Mungu nikurehemuye, mimi Mungu naye kusaidia, mimi Mungu naye kuinua. Nataka nikwambie mpendwa, usitegemee akili zako pekee. Mtumainie Bwana, ukatende mema, ukajua ya kwamba yuko. Maadui watakapokuja pasipo akili, wewe unaye Bwana anayekupa akili na utashinda bila shaka. Kwa jina la Yesu, nisikie watu wanaoamini waseme amen. Kwa hiyo maandiko yanatuonyesha wazi ya kwamba kama wewe unaingia kwenye tundu la simba, halafu wewe tunamuona simba, kama akili yako ya kawaida ya darasani uliyesoma kwa habari ya carnivorous, herbivorous na omnivorous, wewe unamuona simba na unajua mbele yake huyo simba lazima akutafune. Unaingia kwa akili ya kawaida, huwezi kuingia, lakini kwa akili za rohoni unajua kwamba simba atanyamazishwa kinywa chake na litaingia, maana adui hawezi mbele za Bwana. Na simba atanyamaza kinywa na utatembea na simba, utamshikashika manyoya, utamshikashika mkia. Eti simba unamshika mkia, lakini utamshika kwa jina la Yesu. Hiyo sio akili ya kawaida. Mwambie mwenzio akili ya rohoni. Mwambie tena mwenzio akili ya rohoni. Pigie Bwana makofi katika jina la Yesu. Watu wengi sana huwa hawaelewi sana Biblia inaposema kwa habari ya akili. Yako mambo mengi kwa habari ya akili. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile 14:15 anazungumza kwa habari ya kuomba kwa akili. Siombe tu, omba kwa akili. Wakorintho wa kwanza 14:15 maandiko yanaongea pale, Paulo anasema kwa habari ya kuomba, anasema utaomba kwa akili. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza, tafadhali haraka kidogo, nataka nikimbie nifike mahali kidogo hapa. Wakorintho wa kwanza ile 14:15 anasema imekuwaje basi? Nitaomba kwa roho, tena nitaomba kwa akili. Haleluya. Nilikuwa Mbeya 2007. Kuna mama mmoja alipokuja tu mbele kwenye maombi, nikasema huyu mama hana akili ya maombi, lakini hana akili ya maombi. Akasimama. Mwenzie amekuja, napenda Bwana asifiwe, namshukuru Mungu. Amenisaidia. Nilikuwa hospitalini, nimejifungua kwa operation. Na kuna watu wanaona kama operation ni ngumu. Operation ni njia tu ya kujifungua. Sasa yule mama anaongea namna hii. Mama mwingine akaja, wa pili. Ambaye huyu wa pili sasa ndio nilimtafsiri kwamba hana akili ya kimaombi na wala ya roho. Yeye aliposhuhudia, mimi nilimwambia Mungu, siwezi kujifungua kwa operation. Huyu anazungumza, namshukuru Mungu, nimejifungua kwa operation. Bwana amenipigania katika operation, nimetoka salama. Wapili anakuja. Huyu wapili hata kusikiliza tu mwenzie amesemaje. Hiyo ni akili jamani. Anakuja anakuambia, mimi nilimwambia Mungu. Wewe unataka kutuambia mwenzie wako kumwambia Mungu? Unaweza kushuhudia kwa akili, unaweza kuomba kwa akili, unaweza kuongea na watu kwa akili. Sasa ingine ukiongea pasipo akili utaongea tu, lakini panahitajika akili. Mwambie jirani yako akili. Kwenye ile Petro wa kwanza 3:7 anaongea kwa habari ya wanaume waliooa kuishi na wake zao kwa akili. Petro wa kwanza 3:7 anasema enyi waume, kadhalika na ninyi waume, ishini na wake zenu kwa akili. Mimi sitaki nielezee sana hiyo akili leo ikoje, kwa sababu hata sijui sana, lakini kuna baba mwasabibu anaweza kutuelezea ikoje hiyo akili. Lakini hiyo akili inasema wanaume waishi na wake zao kwa akili. Wanaume semeni amen. Sasa mkaishi vipi bila hiyo akili? Ndio mtajua Biblia ilikuwa ina akili kuliko wewe.
25 mstari wa 3 anaongelewa pale mwanamke mmoja Abigaili. Samueli wa kwanza 25:3 anaongelewa mwanamke mmoja Abigaili. Maandiko yanasema mwanamke mwenye akili alimstahi mumewe. Mumewe alikuwa mpumbavu. Nabali, Biblia inasema Nabali alikuwa mpumbavu. Nilikuwa nasoma ule mstari nikawa nasema Biblia bwana, hata kumficha kidogo Nabali jamani. Nabali alikuwa mpumbavu. Alafu anasema mke wake Abigaili alikuwa mwenye akili. Sasa ukisoma pale vizuri utaona Nabali na ujeuri wake, nadhani ana akili sana, kujifanya ana akili, anakataa anapoitwa, anapoambiwa atoe, aende kwa mfalme apeleke vitu alivyohitajika kupeleka, anakataa. Lakini huyu Abigaili anajua tukikataa hapa tunaangamia. Alikimbia akamwambia, "Unirehemu, mrehemu mume wangu kwa ajili ya upumbavu wake." Mwenye akili anaweza kumwombea msamaha mwenzie asiye na akili. Sasa huyu ni mwanamke anajua hapa upanga utakuja, hatuponi, hatuwezi kuwa salama. Labda nisome huo mstari kidogo hapo, baadaye utasoma wewe story yote. Na jina lake mtu anaitwa Nabali, jina la mkewe anaitwa Abigaili. Na huyo mwanamke alikuwa mwenye akili njema, mzuri wa uso. Jamani, hata ukiwa mzuri wa uso ukawa na akili njema, uzuri unaongezeka. Ukiwa mzuri wa uso hauna akili njema, uzuri unapungua. Kwa hiyo akawa na akili njema, lakini mzuri wa uso pia. Hiyo akili ya rohoni, akajua hapa kuna upanga utapita. Basi huyo Abigaili akaenda. Anasema huyo mwanaume sasa, huyo ambaye hana akili kwa kona hii, huyo mwanaume kwa kona hii hana hiyo akili. Anasema huyo mwanaume kwanza hana adabu. Huyo mwanaume muovu katika matendo yake. Huyo mwanaume huyo hana adabu. Ndio wale wanaume anashindwa kumheshimu baba mkwe. Ndio wale wanaume anashindwa kumheshimu baba mkwe. Ndio wale wanaume anashindwa kuheshimu ndugu. Hana adabu. Nasema kwa sababu tena huyo mwanaume hana. Alafu pia haishia hapo, anasema pia mwanamke pia asiye na akili bomoa nyumba yake kwa mkono wake. Na huyo mwanamke naye hana adabu. Anabomoa nyumba yake mwenyewe, tu nyumba ya kwako afunza kubomoa tena. Anasema anabomoa kwa mikono yake. Yeye mwenyewe anabomoa. Alafu anakuambia, tuone sasa. Tuone basi kama tutaendelea, tuone." Huyo mwanamke naye sasa ndio ndugu yangu mumeoa ambaye hana akili sasa. Ndio yuko pale anaanza kubomoa nyumba yake kwa mikono yake, anabomoa, anakuambia, "Tuone. Tuone sasa, tuone." Anabomoa. Siku moja nilikuwa nafanya semina ya vijana mahali fulani. Nikamwambia, jamani vijana, kama wewe ni kijana unaingia kwenye mahusiano, unapomuona mtu uliyeingia naye kwamba ana akili na wewe mwenyewe una akili, wala hahitaji miaka miwili kutambua, ni siku 21 tu. Unajua huyu ana akili au huyu hana. Siku 21 tu. Sio mwaka, siku 21 unajua kwamba huyu ana akili au huyu hana. Na kuhakikishia binti mwenye akili akianza tu kuambiwa, "Njoo basi nyumbani kwangu hapa ghetto uje hata nikufahamu." Unamwambia tu kama una akili. Ni binti mwenye akili, unamwambia tu mwanamume, unamwambia, "Kijana, mama yangu mwenyewe alinifahamu baada ya miezi 9. Ndio aliniona nimezaliwa hivi, alinifahamu baada ya miezi 9. Unanifahamu siku 2." Jamani, mtu mwenye akili anaweza kuwa na majibu yenye kutatua na kuondoa matatizo yaliyoko mbele ambayo yangeweza kutokea. Maandiko yanasemaje? Mtu mwenye akili huyaona maovu akajificha, lakini mpumbavu huendelea mbele akaangamia. Tunakuwa na vijana ambao hawana akili. Wako tu namna hii, unakuta usiku kama miti wamekaa wamekumbatiana barabarani, hawaelewi, hawana akili. Wamejaa alafu wenyewe kwa kanisani, wengine na wengine wako hawana akili. Maandiko yanasemaje? Asinie na mwanamke hana. Unakaa na watu hawana akili, mbona mtu kama ana akili hapa anafua tu nguo ovyo ovyo. Huyu hana. Mwambie ndani yako kama uko hapa huna. Maandiko yanazungumza kwa habari ya akili. Ndio maana anasema azinie. Sasa ile anaposema azinie mwanamke hana akili, tafsiri yake sio kwamba hana intelligent quotient ya darasa. Inawezekana ni profesa, ni daktari, ni masters, nani, lakini anaongelea ya rohoni ndio hana, ambayo
yenyewe inasema kazi jamani, haka nikaache hivi jamani, nikapite tu. Hiyo ya mwilini. Ya rohoni nakwambia unafanya kosa ambalo utatengana na Mungu wako. Ndio maana Yusufu akasema nifanyaje uovu huu nikamkose Mungu? Hiyo ni akili ya rohoni. Nifanyaje? Akaziacha nguo akachomoka. Na maandiko yanasema ikimbieni zinaa. Leo vijana wamenajisiana hovyo hovyo, hawana akili. Shida ni hawana akili.